Baba tifasi kwa kwako lakini. Nilikwambia nini kufika hapa? Aseni. Wewe Idrisa vipi? Baba anafika. Nyie hapo mnafika kama nani? Nyinyi mmefika mpaka kama nani? Cha kwanza mwachilie. Ni simwachi. Wewe unasema mwachilie. Simwachi. Nasema mwachilie sasa. Idrisa. Wewe nimesimama mbele yako na nitabaki kwa wewe. Nani? Utabaki kwa ndogo. Oya, Idrisa. Mustafa! Kaka! Mustafa, wewe nenda baba, wewe nenda. Nenda baba. Yaani nyinyi mali mzulumu na fujo mlete. Wewe. Unaenda kweli. Unaenda kweli. Imesimika. Hakuna tena mwanga. Na machozi yanadondoka, mioyo inalia. Unaonekana una hasira, sijui yeye. Ameshapita vipi? Unaona vipi leo? Hey. Bas. Baba wako kiko hivi? Hayupo. Njoo hapa hivyo. Nyama yako leo wahenga wanasema kwa usitokuweko kwa pusi, panyo gazi zinacheza mnyumba sana. Wakati wote tukujistiri. Ndio mwingine anachokesha. Njoo mkujiachia fresh. Niambie. Sasa Mustafa. Vipi leo ombi langu nililokuambia? Okay. Iko hivi. Nilifikiria sana saa. Nilifikiria sana kuhusu ile jambo, naona sio mbaya. Sio mbaya, kwa hiyo ni mchakato tu. Mambo yatakuwa sawa. Nizani tukionana mimi na wewe hapo utajibia uko sawa. Ndio nakwambia mambo sawa. Okay, sawa, kifupi kwa hivi sawa. Sawa. Okay, nimeshajipanga na alizia kuoa. Kweli? Yeah. Kanioa mimi ama mwingine? Mimi. Sasa mbona kwamba unakuwa nyingine swali lile? Bana ndio hivyo, na muoa binti wa Sheikh Bangabanga. Mkiti. Shida iko wapi? Siamini. Amini tu, amini ndio hivyo. Sema tu amini, hata kunikumbatia nikushia. Umetoweka.
kumsalimia kwa dakika tu. Sielewi kweli. Nani tukimsalimia? Nyaka huku tukimsalimia. Sasa kama hatari. Manake si muelewa. Anabadilika. Hapana. Boga kwanza huko wenyewe Nani kawaleta? Mama Tifa. Nini? Nani kawaleta? Mama Tifa. Si ndugu zako hao? Na wauliza nyinyi ufanya mwili. Nani kawaleta? Haya, simame. Simama. Na wale wenu mleta mkuu bisaka wenu. Pitisha. Lakini sio vizuri. Mume wangu. Vipi wale wadogo zako? Kuna hata kulewalewa kulewa haitakusaidia kitu. Wewe! Wewe hakuna nini? Nini? Mwanamke anazingua. Yaani mwanamke anaingilia mambo ya familia yangu kama nini? Hebu toka kwanza. Wewe! Wewe Idrisa! Wewe Idrisa! Vipi? Baba! Sijawahi kuona mwanamke mjinga kama huu. Anaingilia mambo ya familia kama nani? Hivi baba, unafikiri kumpiga mwanamke ndio dawa? Baba, huyu mwanamke amezidi. Mwanamke amezidi. Mama sio muhusu anaingilia kama nani? Sasa sikiliza nikwambie. Ndugu yangu mwanamke kumpiga sio sababu. Acha nimshenyete kwanza mtoto. Wewe nisikilize kwanza. Wewe unasikiaga? Sawa. Baba. Sasa ya nini? Una nini? Sandu na utasema nini mlevi tu wewe unaikalia pombe tu nini? Wewe. Idrisa. Leo unaenda kwenu. Sasa baba. Wewe sikiza nikwambie. Ona, bana Idrisa beba kwa kidogo. Shushu kwanza hapa. Utamaliza wewe. Sasa mujumbamu atamaliza. Mujumbamu mujumbamu. Na huko hapo unazungumza. Toa mlevi wako hivi. Unajua nyinyi mnazungua lakini. Sasa sikiliza Idrisa. Ndugu yangu. Iko sawa mujumbamu. Kama unamjumbamu. Weka kimya bana Idrisa nani? Sikiliza nikwambie. Toka hapa. Wewe sikiliza. Wewe. Akili kama acha kumpiga mwanamke jamaa. Sawa. Kumpiga mwanamke sio solution. Sawa. Wewe kaa chini na mke wako muelewane vizuri. Mambo ya kupigana. Yeye ni mke wako. Kwani kukuingilia kuna tatizo? Baba. Yaani leo na kuheshimu tu. Ila akirudi anahama. Unakuwa na adabu wewe. Anahama. Sawa ndugu yangu. Anaenda wapi sasa? Kwa sana. Kwao. Idrisa. Haya mpeleke mwanzo mtoto wako. Mimi napeleka hiki karagosi. Unaona kinanisumbua na leo kwanza asubuhi mpaka jioni. Nishamwambia wewe anashindwa naona atoa pombe. Nimepewa taarifa umeshindwa kumaliza shamba langu wewe. Idrisa. Shamba langu wewe. Hey, zingatia nilichokuambia mwanamke usimpige tena huyo. Baba akirudi na mshanyeta. Yaani akirudi mimi namvunja. Baba utakuja kuua. Ni nani? Matatizo yanakuwa na muda mrefu sana katika hiki kitu, lazima tuangalie gisi ya kumaliza haya matatizo. Ndio. Nafikiri nyie kama wazee wangu waheshimiwa, tutakuwa pamoja hapa, huyo kijana kifika, tuone kama mambo yatakuwa sawa. Asalamu alaykum. Waalaikum salaam. Ya mjomba huyo anakuja. Wangu unaweza kaendelea na mambo yako. Asante mzima. Karibu
Karibu. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Karibu. Angalia mjomba nafasi gani? Karibu kiti. Karibu sana. Tunashukuru sana. Sasa sijui mjomba, sijui wanataka nini hao wengine vijana na hawahusiki na hii familia. Hamna kiongozi. Hao ni vijana wangu natembeaga nao usiku na mchana. Kwa ni vigumu wao kukaa huko mbali na mimi. Huyu kijana wangu anaitwa Kateba. Na yule pale anaitwa Kamango. Natembea nao usiku na mchana. Isipokuwa tukitandani kila mtu anaenda kwake. Ni waache kivipi? Hiyo haitawezekana. Yaani wewe unakuwa kamanda, una maescort. Si ndio? Hapana, sio hivyo kiongozi. Sasa sisi hatutaongea lolote lile kabla hao vijana hawajaondoka hapa. Ongea lolote kabla hao vijana hawajaondoka hapa. Tena wanahitajika haraka sana watoke ili tuanze mazungumzo. Sawa kiongozi, wanaondoka baba. Waende? Waende. Nendeni vijana, nendeni. Njoo. Nendeni. Wanitazama. Ukisikia tu unakuja haraka. Na nai. Batenda boni ugwe? Na bamona beli bansi gagano. Kukile bikizi tandi gagano. Kukile bikizi gagano. Kamango. Nenda huko. Genda ugwe. Kateba, twende. Moyo unaungua. Mtu kama vile wewe, mheshimiwa. Vitu kama vile hivi katika hiki kijiji. Haiwezekani. Lugha za kitofauti. Hii mambo hatutayafumbia macho haya mambo. Sawa, wameshaondoka tayari. Sawa. Tunaweza tukaendelea na kikao. Ndio. Najua familia wote wanaenea. Na siku ya leo ni siku ambayo tutayazungumza na yaishe, yasirudi tena katika hiki kijiji chetu. Yaishe kabisa. Sitaki tena kusikia haya maneno yanarudia. Tena mjomba mtu, wewe ndio unakogota haya maneno yote. Mpaka kutuletea vijana wajambazi hapa. Tumeyaona, tunayashuhudia kwa macho yetu. Na wazee wangu kama waheshimiwa wako hapa. Tuliona. Kwa hiyo tunataka neno baada ya neno hapa, tutoke tunariziana hapa, hakuna masuala ya ukorofi wala unafiki. Nasema uongo wazee? Ndio kweli hiyo. Tunaanza jambo kulingana. Naam. Najua kuna mtoto wa dada yako ambaye kumbuka siku ile ulisema ana rasta mkichwa. Ulimfezeresha mbele yangu nilisikia. Kwa hiyo yeye ndiye mwenye malalamiko na aanze kuzungumza tatizo lake, alafu tumpatie mwingine. Karibu kijana. Naam. Nitangulize kwanza shukrani zangu za dhati kwenu wazee wangu. Tena usiseme kwa woga, pandisha sauti ili kila mtu asikie. Usiseme kwa woga. Hamna woga hapa. Ndio mzee wangu. Mzee, kikweli mimi nimeleta mashtaka. Ndio. Nimekuja kuwashtakia nyinyi kama wazee wangu, sikupenda vifukia serikalini. Nikasema acha nisiruke idara yenu. Mzee, mimi nikuja kumshtaki aswa ni mjomba wangu mimi, ambaye ni mama yetu niseme. Mjomba yangu ambaye ni mamangu mimi na kaka yangu kipenzi. Ambaye ni Isa. Kikweli mzee wangu ni kama vile kuna vita ambayo inakia kuibuka hapa katikati baada ya kifo cha mama, ambayo vita naona kama vile moshi wake unatapakaa lakini wanaificha. Yaani mtu anachoma nyumba afule moshi anafanya nini? Anauficha. Yote chanzo ya yote ni mjomba wetu. Mjomba Mungu. Mzee, imagine tuko kwenye msiba. Aki mjomba mwana anadema karatasi. Mimi anaonyesha karatasi mimi. Eti ni mahati za viwanja za milima za manini. Hiyo sisi tukasema saa zingine kweli anasema ukweli, kwa maana msibani watu wanagusaga wanaweza kwa hii viba.
tukastiri hivyo vitu hivyo. Tukuviona jana tukafunga tu nini? Tukafunga milango. Kila siku ananipiga vita. Inafika kwa tonye ndugu yangu naye sumu imefanya nini? Imemkamata. Yaani kwa hapo mimi na hatuongei. Yuko hapo hivi, huyu hapa, yuko wapi? Aisha yuko wapi? Aisha yuko hapo hivi, hawezi katoa miguu yake hapa kafika kwake. Atamaliza. Juzi amempiga mke wake kwa sababu yetu sisi. Kweli. Sinasema hapa wazi. Shida yote nani? Huyu bwana hapa hivi. Yaani wale watakiwa wale walikuja hapa hivi. Ndio tatizo kubwa kwenye familia yetu sisi. Wanatugandamiza, sijui niseme aje. Mzee wangu, naomba ili swala tulifafanua, tulitatue ili tuishi na amani na sisi. Hadi huyu anaogopa aje kwenda shuleni, saa zingine mjomba atakutana mmoja mpige. Mzee, kikweli ijapokuwa ndio hivyo marasta, ila mzee mimi sivuti, si pombe. Nikisema nafahamu vizuri. Sivuti, si pombe, niko kiswa nivyoniona hivi. Sasa na imani kuwa mzee wangu anifahamu vizuri tangu nilikuwa mdogo. Maswala mimi ya nini ya vitu ya uniuni sinaga hapo. Ila mzee tunaenda fikia, naomba njoo atanifunza vibaya. Kikweli mzee tunachoka. Naomba leo hii kikao pepe tufafanue hivi vitu tumalize ya tatizo. Ndio. Wewe sikiliza. Hamna maswali. Kwenye mazungumzo yako usikuwa unaniongelea. Wewe unasikia? Takuja kuvunja miguu. Hivi. Kwani huyo unampa wewe? Hivi. Sikiliza. Hakuna maswali. Hakuna maswali ya fujo. Naona umekuwa mtoto mpuzi sana. Kinaeleweka. Tayari kosa tumeliona sehemu kwenye liko. Hakuna kosa mwenyekiti. Tumeliona. Kosa gani? Yaani mtoto amekuwa mkuu mkaidi kama nini? Unasikia? Huyu mtoto haeleweki. Hivi wewe uko na kauli ya kutomboka kwenye wazee kama vile hao? Mwenyekiti, huyu mtoto anasababisha mimi nitomboke mwenyekiti. Yaani huyu mtoto wewe hauna ruhusa ya kuongea mbele ya watu wakubwa. Heshima gani hiyo? Yaani huyu mtoto anakera mjomba. Unakera wewe. Samahani mjomba. Hiki kikao kisingi kuepo kama bila wewe. Tulia. Mimi katika vikao vyenu msiko mnaniita. Unaona? Unaona kiongozi, unaona huyu? Nimejikaa kwa hivi mjomba, nikuulize swali. Hii swala asa kiongozi ongea baba, wewe ndio uko na kauli hapa. Huyu kivuruge huyu. Sikilizeni. Kama mlituita sisi wazee kusikiliza mambo yenu na wakati sisi tunayajua na wazee wangu wenye kunikulia miaka wako hapa, hamtaki kuwaheshimu. Kwa hivi tunachukua hatua. Atakayezungumza bila kupewa neno, kuna vijana watatuletea polisi hapa. Nyinyi wote mtaingia jela. Kwa hiyo ninazungumza hivi, mimi kama kiongozi na wazee wangu hapa kama washauri wangu, mimi mnawashinda kuwatii. Kijana, sikiliza nikwambie, hapa si nyumbani kwako. Mheshimiwa, kwanza mke wako yuko wapi? Mke wangu nilikuwa nimekwambia nilimrudisha, lakini amenivuruga. Ona suti yangu. Unaona? Unasikia? Unaona? Alifua suti hadi akavutavuta hivi. Kufua tu huku, kufua. Kumfokea kidogo, kumfokea. Akaondoka. Ndio wake huyo hapa. Ndio ananisaidia kazi za nyumbani. Najua atamfikishia habari. Kwa hiyo tunayazungumza hapa. Hata wanafuaga sio hivi. Nisikilize sasa. Leo tunamaliza kila kitu. Kumbuka matatizo yako wewe mwanzo na dada yako bado hajaaga dunia, hajatoka dunia. Wazazi wenu wewe na dada yako waligawa kati kwa kati kuwagawia nyinyi. Wewe walikupa vyako, dada yako walimpa vyake. Ulikamata vitu vyako vyote ukauzisha ukamaliza. Sio vyote mwenyekiti. Kuna baadhi ya mashamba amenidhulumu.
unatimika, hakuna tena mwanga, na machozi yanadondoka, mioyo inalia. Kwa majina naitwa MP Slim Mustafa. Mimi ni director wa The Great Story Flex 5. Nitaka kutangazia kuwa ama kuambia kuwa wanaotufuatilia movie yetu kuanzia mwanzo hadi muda huu, nasema shukrani kwanza zangu za dhati ziwafikie. Asante sana kutusupport, na vile pia nawapenda hata mimi pia. Na nimesikia nafarajika sana moyoni mwangu kufika hii hatua ambao umenisupport hadi muda huu. Nipitize mazama kumshukuru sana meneja wangu Roji Mustafa from USA kwa support kubwa ambayo amenipatia hadi muda huu nafikia hapa, na shirika mbalimbali ambazo zimenisupport kama vile EGR, director RM Galanga. Niseme shukrani zangu za dhati zikufikie. Nimshukuru producer ambaye amenisaidia kazi, ambaye ni Patro. Nashukuru sana ndugu yangu. Naam, niseme season yetu inakatikia hapa. Sio kwa historia inaishia hapa, lakini season tunakatikia hapa hivi ni kufuatana hali ya maisha na ugumu ambao tumepitia. Kimfuko tumepunguka, kama kiuchumi umeshuka. Hadi muda huu tunavyoongea ambao nafanya interview, tuko kwenye kazi, tunapambana na kazi. Saa 2 za usiku tunapambana na kazi, yani hatulali. Ila uchumi wetu umeshuka sana. Kufika kusema muda huu kula ya wasanii, location, kulipa location kwanza yenyewe kwanza, kila kitu ni hela. Inabidi tusimamie kwanza hapa hivi. Ila kwa yule ambaye atakaona kwa story imemgusa, ameipenda, anataka kutusupport na sisi hapa Burundi ambapo tupo, mlango uko wazi. Tutaomba utusupport na historia tutaiendeleza. Ila kama tupate support kwa saa hizi, historia kwanza itakuwa kama vile inashimama. Nimshukuru mara moja brother yangu Mbwela from TZ Tanzania. Asante sana ndugu yangu. Umekuwa mfano mkubwa kwangu. Umekuwa mfano ambao namuiga sana. Niseme shukrani zangu za dhati zikufikie TZ ambapo upo. Vile vile pia nifikishe shukrani zangu za dhati kwa meneja wangu tena. Meneja nashukuru sana. Kama leo mimi naitwa MP Slim director Mustafa, ambaye amedirect movie ambayo inaitwa Bad Uncle, ni kupitia wewe. Asante sana ndugu yangu. Nashukuru sana. Mashabiki zangu ambao mnanifuatilia kwa saa hizi, wazee wangu ambao mnanifuatilia kwa saa hizi, niseme shukrani zangu za dhati ziwafikie. Asante sana. The Great Story tuko pamoja na nyinyi. Thank you.